Pia kwenye moja kati ya ukurasa wa mtandao wa kijamii wa wakili Boniface Mwabukusi ameweza kuandika na kuambatanisha moja kati ya picha ya klabu ya Simba, ambapo ameanza kwa kusema ukisikia neno fraternity ni kwenye ushabiki wa Simba na Yanga. Huku hakuhitaji fakti, kuna hitaji hisia. Huku profesa na Ngumbaru wote ni sawa. Mutubu na Maamuma wote ni sawa. Mpumbavu na mwerevu ni sawa. Huku hakuna anayesinzia kwamba TLS haijafanya hili au sijui Mwamakula au Father John Kitima hajafanya hili, wala Bishop Karikawe Bagonza hajasema hili, au Baba Askofu Munga, wala huku hata sikika Shangazi Maria hatafanya kile. Huku kila mtu anakemea, anaonya, anatishia. Huku kila mtu anaweza, anachambua, anatukana, anabagaza. Huku hata asiyejua kizungu anafahamu kanuni na maneno ya kuongea kuhusiana na FIFA pamoja na CAF. Ni kama vile watu wana hasira fulani na wanatafuta pa kupumulia. I wish huenda wazimu huu ungetumika kumhoji mambo ya msingi kama kupotea kwa watu, katiba mpya au maboresho ya katiba, kuwe na uchaguzi au kusiwe na uchaguzi, uwekezaji na maslahi ya taifa, swala la ajira kwa vijana, sintofahamu katika chaguzi zote, uwajibikaji wa vyombo vya maamuzi na kadhalika. Kumbe mambo yasiyo na msingi tunasimamia na tunakuwa na msimamo nayo na tunajiapiza, kila mmoja akiita vyombo vya habari kuzungumza na kuweza kukemea zaidi. Hebu sasa tufanye haya kwenye mambo ya msingi pia kama tunavyofanya kwenye haya yasiyo ya msingi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho ameweza kukizungumza wakili Boniface Mwabukusi. Hebu nikisome comment za mbalimbali. Mtu anasema, ndugu wakili Mwabukusi, naomba uandae mdahalo wa vijana na tamaduni za kuhoji mambo ya msingi, na ahidi mimi nitakuwa wa kwanza kuhudhuria na pia nitakuwa mtoa mada. Mwabukusi anasema hoja nzuri sana, tuendelee kuwasiliana. Mwingine anasema, nilipita sehemu nikakutana na namna ambavyo watu wengi pia wamekuwa kiweza kuzungumza. Mwingine sana, naomba debate ya dakika 2 kaka Samani. Naomba nikuulize kulingana na taaluma yako, je, ni sahihi pesa za maboresho ya viwanja vya CCM kutolewa na serikali? Je, mapato ya viwanja hivyo yanaingia serikalini au yanafaidisha CCM? Mtu mwingine akasema kwamba nasubiri mnara uitishe press ya hoji Ali Kibao alikamatwaje na aliyouaje na uchunguzi mbona haukamiliki? Mtu mwingine anasema kwamba kuna mambo matatu hapa au zaidi: upeo, hofu na uzalendo. Katika soka la Yanga na Simba, upeo wa vijana wetu ni mkubwa pamoja na soka la kimataifa. Katika mijadala na ushabiki wa soka hakuna hofu, hofu ya kutekwa, hofu ya kukamatwa, hofu ya kupotezwa, hofu ya kujadili soka upo mkubwa sana. Mwingine anasema mpira ni jambo lisilo la msingi. Hapo ndipo wanasiasa huwa na washangaa sana. Kama ambavyo wewe umechagua njia yako, kuna mwingine pia njia hiyo haipendi kabisa.